Na mtazamaji, basi hivyo ndivyo hali ilivyo katika maeneo tofauti. Kila mmoja anajaribu kujizatiti ili kuhakikisha kwamba anapata wafuasi wengi ili ifikapo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 basi anasimama imara na anaibuka na ushindi wa kuwa kiongozi. Kwa hivyo uamuzi ni wako. Tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba madereva wa masafa marefu eneo la Pwani wamelalamikia ukiukaji wa haki zao wakiwa barabarani na maafisa wa usalama. Ni taarifa ambayo imetiliwa sauti na mwanahabari wetu Swabra Salim. Wakiongozwa na Roman Waema, madereva hao wamelalama ongezeko la vizuizi vya barabarani ambavyo vinatumiwa na maafisa wa usalama ima kuchukua hongo au kuhangaisha madereva hao kwa njia moja au nyingine. Waema amemtaka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kushughulikia swala hilo kwa kuwekwa kamera za kasi barabarani, jambo litakalorahisisha usafiri wa mizigo Afrika Mashariki na Kati. Na hili jambo limewahi kuzungumziwa na Kindiki Kithure na hata president mwenyewe akalizungumzia hili jambo, lakini inaonekana sasa kutekeleza imekuwa vigumu katika kiwango sasa ambapo inafikia sasa mauaji ya madereva wa masafa marefu yanatokea. Kwa kusema ukweli, kumekuwa na maofisa wengi sana wa trafiki na polisi wa kawaida katika barabara zetu, ikielekea kwamba hata unaweza kufikiria nchi iko na vita na hakuna vita vyovyote, kwa sababu kuanzia Mombasa kwenda mpaka Malaba kuna roadblock zaidi ya 55, na wewe mwenyewe unashindwa hizi roadblock ni za kazi gani katika barabara zetu. Zingine ni za kuchukua pesa kuanzia hapa. Kwanza ukifika Mtito wa Ndei, hiyo ni kama mahali sasa pa kurokota pesa. Wakati huo huo, Waema amelalamikia ukandamizaji wa madereva na waajiri wao kupitia kandarasi zao, ambapo madereva wengine wanalipwa hata shilingi 25,000 badala ya 41,800. Waema amewataka madereva kuungana kukipa nguvu chama hicho ili kuwatetea katika masuala mbalimbali. Mohamed Bahero ni mmoja wa viongozi katika muungano huo, huku Bramwell Wanjala akiwa dereva wa masafa marefu. Hata ukija kwa General Wages Order kuna vile ambavyo wanastahili walipwe, ambapo mshahara wao ni 41,000 na shilingi 800 juu, lakini utakuta kwamba waajiri wengine wanawalipa mpaka 20,000 ama 25,000. Hii 20,000 25,000 labor officer ndo ambaye anastahili kwenda kufanya inspection katika hizi kampuni na hakikishe kwamba mishahara imewekwa katika ile njia inayostahili na mazingira ya kikazi yameheshimiwa pale mahali pa kazi. Nikiripotia runinga ya TPM, jina langu. Na mtazamaji, basi bila shaka taarifa hiyo kutoka kwake Swabra Salim ndiye inatugongea msumari wa mwisho kwenye taarifa zetu za Kurunzi.